Waziri wa madini, yeye ndiye amenisaidia kupanga hii kazi ya waegezaji, na leo tumekuja kuanzisha barabara. Jaribuni mambo. Mukongangari kinoma. Hebu ninishene salamu za rais, nioneshene. Hey! Your Excellency, mimi nataka kukupea shukrani kwanza kuchukua muda kutembea hapa Jaribuni. Jaribuni hii miezi minne iliyopita ilikuwa inasota sana. Ilikuwa inasota kiasi ya kwamba watu wanakuwa wagonjwa kila siku. So nashukuru sana kwamba umechukua muda kuja kutembea hii Jaribuni. Your Excellency, mimi nataka nishukuru sana wafanyikazi ambao tunafanya kazi wa serikali katika wizara yangu. Hasa katibu wangu Hari Kimtai. Tumeenda sawia, tumeenda sambamba, tumekuja hii Jaribuni mara mingi, sasa tunakanyaga lami ndani ya Jaribuni. Si namna hiyo? Situshukuru. Ile kitu rais watu hawajakwambia, katika wodi hii, this is the first tarmac. Lami ya kwanza kabisa kuanzia uhuru mwaka wa 2063. Ni kweli si kweli? Imekuja wakati wa William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Your Excellency, kuna kitu wengine sijakwambia. Jaribuni hii ndiyo madini hapa. Ballast imejenga Lamu Port. Hii imejenga Mombasa Port. Ballast hii imejenga bandari paka South Africa. Watu wa Jaribuni hawajawahi kupata royalty hata siku moja. Mara ya kwanza juzi tuloletea hapa shilingi milioni 17 chini ya serikali ya William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia kitu. Kumekuwa na marais. Kumekuwa na Kenyatta Senior, Kenyatta Junior, Kibaki, Ndani, Uhuru. Haya ambayo yanafanyika sasa hivi yanafanyika katika serikali ya William. Panapokuja wema twalipa nini? Panapokuja wema twalipa nini? Sasa muhakikishie bosi wangu 2027 mambo ni tu hapo mbele, tutajipanga hapo mbele. Hapo mbele. Ni kweli si kweli? Hapo wapi? Lakini kwa sasa ni William Samoei Ruto. Your Excellency, kwa heshima kubwa, kuna watu wameninong'oneza. Kuna jamaa aitwa Mr. Bado. Mr. Bado uko hapa? Your Excellency, nasikia amekutengezea nyimbo kwa bidii dakika 2 tu. Dakika 2 Mr. Bado, kuja basi. Nasikia iko manzele nyingine kali sana. Awachilia sekunde, panda hapa juu ndio watu wakuone. Usiruke. Haya. Aya, Jaribuni hoye. Mimi sitaki kuongea mambo mengi, nataka niwape mziki tu, lakini na furaha vile vile. Neno ni hilo moja tu, kwamba niko mbele na mimi kwa fursa ndiopewa na ndugu zangu hapa. Ikiwa kuna governor ni mjombangu Mimng'aru Hassan Joho, nimefanya naye kitambo. Asanteni sana, na nimefurahi kukaa mbele ya rais wangu nikiimba. Tunaimba pamoja, lakini tuimbe pamoja jamani. Nikisema ni tutamwe kuku ni tutamu Ruto na mnyoshe, sawa? Sisi tuko tayari tunyoshe. Sisi tuko tayari naye, si ndio? Ni tutamwe kuku ni tutamu. Ni tutamwe kuku ni tutamu. Tano tena kwa William Ruto akamilishe miradi maendeleo, na pwani wote twasema Ruto tena. Ni tutamwe sote, ni tutamu. Ni tutamwe, huyu ni tutamu. Wewe achia Kayamba biti, twende na biti sio? Na wanantia sajimwe kwa ndani ya nyumba. Hinde Kayamba
nitutamwe kuku nitutamu, nitutamwe nyosa nyosa, nitutamwe kuku nitutamu, nitutamwe yuyu nitutani, nitutamwe kuku nitutamu, ahangr iwawa. Naona hata Waziri Mvurya pia anashika ndema. Chelewa basi, kwa sababu ilikuwa bado sawa, lakini kwa sababu amefika jaribuni, basi atapambana na mimi leo. Wacha nimuite Waziri Salim Mvurya. Na kabla Salim Mvurya hajasema, nyinyi mnajua ya kwamba mwaka huu Kenya iliandaa michezo ya CHAN, si mnajua hivyo? Na tulifanya mambo pale. Na sasa tunajiandaa kwa michezo ya AFCON. Mko na hiyo habari? Ama hata habari kama hamjapata na muktasari? Bado hamjapata? Sikizeni watu wa Kilifi. Mimi nataka siku ile tukiongea mambo ya AFCON, pia vijana wa Kilifi watakuwa na uwanja, stadium ya kisasa ya kimataifa hapa Kilifi County. Nishampatia huyu waziri maagizo. Nyinyi mnanielewa? Nishampatia maagizo ya kwamba tutoe pesa ya serikali shilingi milioni 760 tujenge stadium Kilifi County. Na bwana governor, ndugu yangu Gideon, wewe sasa kiwanja tunatafuta hapo kufikia mwezi ujao. Mimi nataka unionyeshe kiwanja nijengee vijana wa hapa Kilifi County uwanja wa kisasa, ili wakati tunaongea michezo ya bara la Afrika ama kimataifa, tuwe na vijana pia kutoka Kilifi County ambao watakuwa katika msururu hiyo. Vijana hoye! Tuendelee namna hiyo ama tuendelee? Huyu Salim Mvurya, hiyo ni kazi yake, sasa atapambana naye. Salim Mvurya. Ruto hoye! Jaribuni hoye! Tutam. Bas, Mheshimiwa Rais, kwanza kabla sijaendelea nataka kusema hiyo maagizo mimi nimechukua na tutajenga hiyo kiwanja Kilifi. Mheshimiwa Rais, siku ya leo ni siku muhimu na ni siku ambayo ina kumbukumbu. Hapa Jaribuni mimi si mgeni, nimetembea hapa miaka mingi. Na nakubaliana na wenzangu kutoka dunia iumbwe, hii ndiyo lami ya kwanza. Ni kweli si kweli? Na hii lami rais ameleta hajaleta? Rais ameleta hajaleta? Alafu jambo la pili, Mheshimiwa Rais, uwekezaji ambao leo umeweka jiwe ya msingi na miradi mingi ambayo inaendelea, ni dhahiri kubwa kwamba serikali yako imeweka pwani katikati ya maendeleo ya Jamhuri ya Kenya. Na sisi tukiwa wanapwani, tukiwa viongozi, tuko timamu, tunaangalia na tunajua 2027 Mheshimiwa Rais uendelee, ili na sisi maendeleo yaendelee. Aendelee asiendelee? Rais aendelee asiendelee? Tunaelewa kwamba kuna wengine ambao hawana sera, kuna wengine ambao hawana mfano, walikuwa mamlakani na hivi sasa wamebobea kuwagawanya wananchi, wamebobea kutuambia ngonjera, wamebobea kutueleza hadithi, na wamebobea kutuletea vinyago na vikaragosi. Sisi wananchi wa pwani tuko timamu na tuko na Mheshimiwa William Ruto. Ruto aendelee asiendelee? Hebu mnionyeshe tutam ya rais, tutam ya rais, aendelee asiendelee? Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana, asante sana.